wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anatuita katika wokovu. Mungu anatamani si wote tukaokolewe ili tukaweze kurithi ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana alimtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kuja kwa ajili yetu hapa duniani kutufia. Bwana Yesu asifiwe. Na yale mateso alipitia ilikuwa ni kwa ajili yetu. Alipigwa, alijeruhiwa, alipitia ile. Biblia inasema Yesu alikuwa Mungu 100% na pia alikuwa mwanadamu 100%. Kwa hivyo kwa yale mateso tunayapitia katika kila siku, changamoto za maisha ya kila siku aliyapitia yeye, anajua. Wakati mwingine tunapitia nyakati za furaha na tunafurahi sana, tunashukuru, lakini pia furaha siku zote huwa hazidumu, kwa sababu lazima wakati mwingine tupitie wakati ambao unakaa wakati wa huzuni, ambao unakaa wakati si wa furaha. Unajua pia ni hatari sana ukifurahia siku zote ukiwa tu. Kuna wakati pia lazima ujihuzunishe kwa sababu ya kulia na wenzako ambao wanapitia katika hali ambazo hazifai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema wapi wale wakina mama waomboleze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wakati mwingine Mungu anatuita tuomboleze. Na katika hizo hali zote, hali ya huzuni na furaha, yeye alizijua. Alikuja kama mwanadamu ili apitie mateso kama sisi, ndipo hata sisi tunapopita kwa hiyo njia tunajitia nguvu kwa kusema kama yeye alishinda nasi pia tutashinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii ushindi haiko kwa wenye wako nje ya wokovu, haiko kwa wenye wako nje ya neema. Kuokoka ni neema na ni muujiza kwanza ambao huwa tunaupokea kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku ulisikia tu wito ndani yako, neno injili ilihubiriwa na ndani yako ukavutwa, ukasema wacha huyu Yesu ni mwamini maisha yangu, na ukakiri wokovu na ukakiri kumpenda yeye, na majina yako yakabadilishwa kwenye kitabu cha hukumu yakaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Hiyo siku ilikuwa ni siku ya ajabu na ilikuwa ni siku ya furaha sana. Na bado Mungu anatuita. Unajua, it's one thing to get saved, kitu moja kuokoka, na ni kitu kingine ku-maintain wokovu ambao unaupata. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa neema tumeokolewa, na ndio maana Biblia inatuhimiza kila siku, inatuambia ni kwa neema tumeokolewa. Haleluya. Na kwa sababu ni neema, hii ni neema, tusichukulie kama jambo la kawaida, tusichukulie kama ni jambo la mzaha. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umewahi tafakari, kuna watu tulizaliwa nao, wengine hawakupata hii neema ya kuokoka, wengine wakakufa katika mabaya. Tuna watu rika zetu ambao walikuwa vijana, wanashiriki kwa mambo yasiyofaa, wanaiba, na kwa bahati mbaya wakakutana na watu wakawapiga mpaka kufa. Watu kama hao fate yao hatujuagi na kwa gani, lakini kwa sababu wao mkiri definitely watakosa mbingu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ambaye Mungu alisababisha injili ikahubiriwa mahali huko na ukapata kusikia na ukapata kuokoka, hiyo ni muujiza mkubwa sana katika maisha yako. Na leo hii Bwana Yesu anatuita, bado anawito wokovu anawachilia katika maisha yetu, ili wengi ambao hawajamjua wakamjue. Bwana Yesu asifiwe. Na hata sisi ambao tunamjua tukazidi kukuza wokovu wetu, tukazidi ku-maintain hii neema ambayo tumepewa na Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi 24:7. Nasoma Zaburi 24:7. Inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. 8. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitasoma tu kwa Biblia yangu. Clean wide the gates, open the ancient doors, and the great King will come in. Who is the great King? He is the Lord, strong and mighty, the Lord victorious in battle. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapa inatuambia tufungue malango. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue yale malango ili mfalme ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo akapate kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Hii inaonyesha Mungu anatuita. Bado hii nafasi ya kuokolewa, hii nafasi ya kutoka katika utumwa wa dhambi, mateso ya dhambi, mateso ya kutawaliwa na kuzimu na nguvu za giza. Yesu anatuita tutoe pale, atuweke katika himaya yake. Bwana Yesu asifiwe. Na anatuhimiza tufungue malango ya mioyo yetu ili yeye akaweze kuingia katika maisha yetu na akatubadilishe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ni mkuu katika vita. Popote alienda alitenda mema na alishinda watu vita vyao. Na leo hii anatuita sisi ambao hata pia tumeokoka ili tuweze kumaintain salvation yetu, tumaintain wokovu wetu. Anatuita bado. Kuna mahali tunaweza sema tumeokoka, lakini kuna mahali pengine hatujamruhusu Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na bado hiyo ni safari ya wokovu. Na anatuita tuendelee kuweka milango yetu wazi ili yeye akapate nafasi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Kwa hivyo leo hii mpendwa, jioni ya leo tunapoendelea kuombea kanisa, mwili wa Kristo, tumuombe Mungu ili watu wakaguswe sana na ujio wa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Wakapate nafasi, wakamfungulie Mungu mioyo yao ili Bwana akaweze kuingilia kati. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua, nitafakari tu yangu hapa, tunaombea kanisa, tunaombea mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na kanisa la kizazi cha leo kinatia watu ndugu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa naketi chini na angalia baba zetu wa imani kwa kila taifa ina baba zao wa imani. Watu walitangulia, watu waliokoka 1970s, 1980s, na wengine bado Mungu anawajalia neema. Japo kuna wengine wameondoka, kuna wengine bado tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Na ni watu ukiangalia historia zao, it's good sometimes uwe unaangalia historia zao, walipitia wapi, walikwenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia vile watu, yaani ukiangalia unaona vile wanatuhimiza. Sasa mimi huwa nasema na hii kizazi yetu ya leo tutaenani hiyo mantle hiyo vile unajua mantle ile yenye Elijah alikuwa anapaa juu, aliachilia nguo yake, Elijah akashika. So that was the mantle. Bwana Yesu asifiwe. So wale ni Elijah, bado watu nao, wale ni Elijah wa kizazi chao. Bwana Yesu asifiwe. Na je, wakiondoka mbele sisi ambao tuko sasa tutapatikana kama Elisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anatuita tunapoendelea kuombea mwili wa Kristo na kanisa la Bwana. Hebu tuombe huko nje watu wakafunguke. Popote injili inapohubiriwa, mioyo za watu zikafunguke ili kumpokea Bwana Yesu Kristo katika maisha yao, ili tusikose watumishi wa Mungu katika kizazi cha leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu bado ameachilia neema ya wokovu ili wengi wakaweze kufunguliwa, ili wengi wakaweze kuokolewa. Na tunapoendelea kumwita Mungu, tunapoendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya huduma na kwa ajili ya kanisa, tuombe Mungu hii neema ya wokovu ikazidi kufunuliwa hata kwa wale ambao wako na mioyo migumu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ni yule jana, leo na hata milele. Na tena alitenda zamani ndicho atakachotenda leo. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu huko nje wako na mioyo migumu sana, wako na ile roho ambayo Sauli alikuwa nayo kabla hajabadilishwa kuwa Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Na mpendwa, hebu tazama wokovu ambao Sauli aliweza kupata. Wengine hawakupata hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Unapata Sauli, Yesu mwenyewe alimtokelezea. Kwa sababu akamuuliza, kwa nini unanipersecute? Bwana Yesu asifiwe. Well, imagine the kind of salvation hiyo wokovu aliona Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hii ninaamini kuna watu kule nje ambao wako kama Sauli
wako na mioyo migumu, wako na zile roho za kupinga injili sana, na tena wanazikashifu, hawana hofu ya Mungu hata kidogo. Lakini tunapomwita Mungu, Mungu ni mwaminifu na ataenda kwa kama ikiwezekana hata ile wokovu ambao aliweza kujitokeza kwa Sauli na akabadilisha jina, inaweza kutendeka hata leo kwa watu ambao wako na mioyo migumu, kwa wale watu ambao yani wanasikia. Unajua kuna mtu wa social media the way anaongea kinyume na kuhusu Mungu, he somebody anaweza refer Yesu kama ako ka Yesu, and it's so painful. Yet I look past his posts. So zingine unasikia ile hasira ya ndani, lakini kuna watu kama hao Mungu anaweza kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kuwatendea. Kwa hivyo tunapoendelea kuomba, tuombe Mungu sana hii neema ya wokovu vile imefunuliwa, ndio vile isichukuliwe kama kitu ya mzaha, kitu ya kupita. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema yote yatapita, lakini neno la Mungu litasimama. Haleluya. Haleluya kanisa. Tuimizike siku zote ili wengi kule nje wakafikiwa na neno la Bwana, ili wengi kule nje wakaweze kufikiwa. Alafu kanisa la Mungu litaongezeka na litakuwa kwa ukubwa. Haleluya. Tunaenda kusoma kitabu cha Waefeso 1:3. Nasoma Waefeso 1:3. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Amen. Let us give thanks to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, for in our union in Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessings in the heavenly world. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona hii baraka ambayo Mungu anasema ametupa katika ulimwengu wa kiroho, iko tu kwa wale ambao wameunganishwa na Yesu, wameunganishwa na Mungu kupitia Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, hizi baraka bado zipo na Mungu anataka wengi wakafikiri nazo. Tusiwe wachoyo wa kutaka kuona kufurahia wenzetu wanapoumia, wanapoteseka na kuombeka kule nje, wakati ambapo tunaweza warifaa kwa ufalme wa Mungu na wakapata baraka katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Hizi baraka za kiungu ni tele sana. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ametuandalia makao kule juu kwa Baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizi makao ambazo tunaandaliwa ni hizi baraka ambazo anaongelea za kiroho, ambazo tutazifurahia, na tutazifurahia tu mbinguni, hata hapa duniani. Kuokoka kuna faida sana, na kuna zile baraka tunafurahia hapa, na hata tunapozifurahia hapa duniani haziishi tu hapa tunapoondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bali hata tutakapoenda kukaa na yeye bado tutaweza kuzimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hizi baraka tutamani siku zote pia zikaweze kuwafikia wengi. Haleluya. Tusiwe watu tu tuko selfish, tunabezwa na families pekee. Yaani wewe kwa sababu wewe ndio peke yako umeokoka, ndio unamjua Mungu kwa familia yako, sasa unatamani watu tu wa familia yako ambao wanaitanishwa na wewe uokoke pekee, hauombe wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jifunze kuombea hata yule jirani yako, jifunze kuombea yule rafiki yako ambaye hamjui Mungu, na vile unavyomwombea ndio vile Mungu atahakikisha hata wapendwa wako, ukali wako, injili haitawapita na wataweza kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kusoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 12:10 mpaka 11. Nasoma Ufunuo wa Yohana 12:10-11. Nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema, sasa nimekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupa chini mshitaki wa ndugu zetu, yeye awashitakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana-kondoo na
na maneno na ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Then I heard a loud voice in heaven saying, now God's salvation has come. Now God has shown his power as king. Now his Messiah has shown his authority. For the one who stood before our God and accused our brothers and sisters day and night has been thrown out of heaven. Our brothers and sisters won the victory over him by the blood of the Lamb and by the truth which they proclaimed, and they were willing to give up their lives and die. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa vile yule mshtakiwa ambaye alikuwa anashtaki watu wa Mungu ili aliweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu wa Bwana, Biblia inasema now God's salvation has come. Wokovu wa Bwana umekuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, hata katika nyakati hizi, japokuwa ni nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho, bado neema ya wokovu imefunuliwa kwa watu wa Mungu, na kabla before it's too late, kwa sababu tuko zile nyakati ambazo Biblia inasema wewe uchague, wewe ni wale wanasema wanawali wenye hekima ama wanawali wenye walikosa hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujitahidi sana, kwa sababu neema ya wokovu iko hadi saa hii, lakini tuko katika zile nyakati ambazo tunafaa maintain taa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Taa zetu ziwake kila wakati, ili bwana harusi atakapokuja asitukose, taa zetu zisizime. Bwana Yesu asifiwe. Tusitoke nje kuangaika kwenda kutafuta taa wakati it's too late. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neema hii ipo, tumuombe Mungu sana, tujitahidi sana, tumuombe Mungu kila siku, asiruhusu tukasema tunamjua alafu hiyo mbingu tukaikosa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tujitahidi sana wapendwa, tukue watu tunaweza jitolea kwa vyovyote vile ili tu tusikose ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tutaenda kusoma hicho kitabu cha Ufunuo 11:6. Nitasoma Ufunuo Yohana 11:6. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao, nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu na kuipiga nchi. Tusoma wapi? Ufunuo Yohana 21. Ufunuo Yohana 11:21. 21:6. Nitasoma Ufunuo Yohana 21:6. Akaniambia, imekwisha kuwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemi ya maji ya uzima bure. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. From my side. Then the one who sits on the throne said, and now I make all things new. He said to me, write this, because these words are true and can be trusted. And he said, it is done. I am the first and the last, the beginning and the end. To anyone who is thirsty, I will give the right to drink from the spring of water of life without paying for it. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hapo inatuambia yote aliye na kiu anaweza kunywa kutoka katika maji ya uzima wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu yeye ndio mwanzo tena mwisho katika maisha yetu. Haleluya. Yeye ndiye Alfa na Omega, yeye ndio mwanzilishi wa imani yetu. Kwa hivyo mpendwa, nitakuhimiza zaidi na nitasisitiza hii kwa wewe ambaye hujaokoka. Bwana Yesu anakuita ukaweze kushiriki katika baraka zake za kimungu, za kiungu. Haleluya. Bado hiyo mto maji ya wokovu bado inatiririka, na anakuita kwa bure, anakupa yote bila kulipia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe uliokoka, bado huyu Mungu anatuita, kwa sababu yeye ni mwaminifu, na yeye ndio mwanzo tena mwisho wa yote. Anatuita pia tukaendelee kunywa maji ambayo ni maji ya uzima katika maisha yetu, ambayo itatuletea afya tele katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo mpendwa, tunapoendelea kuombea kanisa,
tuendelee kuomba sana neema ya Mungu ikaachiliwe kwa kila mmoja, ikaachiliwe kwa ndugu zetu, ikaachiliwe kwa wote. Na ndio maana kwa sababu hii Yesu alikuja. Tutamalizia na kitabu cha Yohana 3:16 na tunaweza sema yote kwa pamoja. Kwa jinsi hii Mungu alimpenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja, kwa hivyo kila mtu anaitwa